Captain Ibrahim Traore anasifika na kupendwa sana na wananchi wa Burkina Faso. Serikali yake ni tofauti na za marais wengine. Ana msimamo thabiti na anajitahidi kuinasua Burkina Faso na Afrika kwa ujumla kutoka katika ukoloni wa mamboleo wa nchi za magharibi. Hata hivyo, Ibrahim Traore sio kiongozi wa kwanza wa aina hii. Anafananishwa sana na Thomas Sankara, ambaye pia uongozi wake uliwashangaza wengi katika enzi zake. Kapteni Thomas Sankara aliingia madarakani mwaka 1983. Hii ni baada ya kuipindua serikali ya Meja Jean Baptiste Ouedraogo. Alipoingia madarakani, mambo yalibadilika. Kwanza, alibadilisha jina la nchi hiyo kutoka Republic of Upper Volta akaiita Burkina Faso, maana yake nchi ya watu wenye uadilifu, na pia aliandika wimbo wa taifa wa nchi hiyo mwenyewe. Sasa Captain Thomas Sankara alipoingia madarakani, aliamuru kuuzwa kwa magari yote ya kifahari ya viongozi wa taifa hilo na kuwafanya viongozi hao kutembea kwa baisikeli. Wakati wa utawala wa Sankara, alijikita sana kujenga shule huko Burkina Faso na kujenga hospitali, na pia alifikia hatua ya kuwapa wananchi wake ardhi bure ili kufanya kilimo. Cha kushangaza, mataifa ya kigeni yalipokuja na misaada na zawadi, Captain Thomas Sankara alizikataa, kama tu Ibrahim Traore anavyofanya hivi sasa huko Burkina Faso. Captain Thomas aliamini ya kwamba deni ni mfumo mpya wa ukoloni. Mwaka 1987, Thomas Sankara aliuawa na watu wake wa karibu. Kapteni Thomas Sankara alikuwa kiongozi wa kweli wa Afrika. Sasa tunamwona Ibrahim Traore na sera zinazofanana na zile za Thomas Sankara. Hii inaonyesha kuwa kifo cha Sankara hakikuwa bure. Ibrahim bado anaendeleza mifumo yake. Hivi unadhani labda viongozi wa barani Afrika wakikumbatia sera na itikadi kama za kina Ibrahim Traore na Thomas Sankara, bara la Afrika litakuwa na mabadiliko kweli? Hebu tujuze hapo kwenye comment section, maoni yako ni yapi? Na usisahau kutufuatilia, andika tu Brainset Team katika mitandao yote ya kijamii.